hatupati. Kwa sababu hatujui kuomba. Sivyo watu wa Mungu? Wacha tusome hicho kitabu. James chapter 4. James chapter 4. Kwa Kiswahili ni waraka wa Yakobo. Yakobo. Tupata mbele yangu unasema amina. Na unasoma nimepata hata mbele yako. Yakobo 4:3 inasema hivi. Hata mwaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya. Unaweza kuwa unaomba. Unajua kuna watu hata kuenda mlimani, wanaenda mlima wanajinyima siku 7. Lakini Biblia inasema mnaomba na hata hampati. Yes. Kwa sababu mnaomba vibaya. Sasa ulizo jirani kuomba vizuri ndio gani? Kwa sababu mnaomba ni maombi. Unajua mimi nimeenda mlima maombi siku moja hapa Nairobi. Nikapata kuna mtu akopanda naomba. Na huyu mtu amebeba machupa. Sasa anasema, "Je, umenisoea? Unaninyang'anya tu machali wangu nikipanda na kuhakisha mawe hiyo chupa na paswa nje na kupaswa pia." Anamaliza akashika jambo la sasa ni wewe. Jambo la anaomba kwa mlima. So unaomba na hata haupati. Maana unaomba vibaya. So unahitaji ujue jinsi ya kuomba. Maana unaweza kuwa unaomba, ndio maandiko yanasema ombeni nanyi mtapewa. Si vile Mathayo 7:7 inasema, ombeni nanyi mtapewa. Bisheni mlango utafunguliwa. Tafuteni na mtapata. Maana kila ombaye hupewa na kila tafutaye hupata. Lakini Yakobo naye anakuja anasema mnaomba na hampati. Mambo yanachanganya kiasi. Kwa sababu mnaomba vibaya. Ili mvitumie kwa tamaa zenu wenyewe. Unajua kuna mtu anaombaga tu abarikiwe ndio watu waone. Unajua alikuwa anasema bila Yesu wewe. Kama unaombaga ili watu waone, then you are praying amiss. Useme amen kama amen. You are praying amiss. So wakati mwingine unaomba na upate. Maana unaomba vibaya. Bwana anafundisha watu na waambia, Bwana hana shida na kukubariki. Hana shida na kupea utajiri. Hakuna shida na kukupoteza. Hata kwa wale makanisa mnaenda mliwaenda ama mliokoka mtajua mtakoka leo. Kuna watu walikuwa na imani. Kwa kanisa walikuwa naomba asubuhi na mapema, maombi wakosi, lakini wakati walipata, leo hii wako wapi? Sasa hiyo ndio tisho ya Mungu. Anaona nikipea Isaac milioni, tutaonana siku ya hukumu. Na muuliza ile siku nilikupea milioni ulipotelea wapi? Maana atakuwa teso anajenga, mara kusikia ameenda kwa Mombasa kunywa madawa. Yaani Mungu amempoteza. So God has no problem with blessing you. He has a problem with losing you. Ndio maana Yakobo anasema mnaomba na hampati. Maana mnaomba vibaya. Ili mvitumie kwa tamaa zenu wenyewe. Bwana praise you. Amen. You need to understand which kind of prayer can touch the heart of God. Sema tu amen kama amen. Ni maombi ya aina gani ambayo ninaweza omba yaguse moyo wa Mungu na Mungu anijibu maombi yangu? Number 1, lazima iwe maombi ya kumpea utukufu. Amen. Je, unaomba utajirike alafu yeye anapata faida gani? Sasa mtu akikuita saa kwambie nipeleke mahali kuna kafomo kama jibu. Wewe unaulizana na mimi nitapata nini? Si kweli? Hata wakati Daudi alikuja wakati vita vinaendelea, akaona Goliathi anakuja. Hakusema kwa nini huyu mtu anatesa anataka kuua yeye. Alisema mtu akiua atapewa nini? Bwana pesa. Amen. Mtu akiua huyu Goliathi anapewa nini? Ndio akamwambia mfalme ametoa msichana wake, ataoa msichana wa mfalme. Sasa akajua ndio ninamuua pia tupate ushindi. Mungu wetu ajulikane. Lakini zaidi ya hiyo hata mimi kuna faida lazima nipate. Sasa kwa hiyo maombi naomba kila siku. Mungu anapata faida gani? Amen. Acha nikwambie kitu moja na tumalize. Mungu kama anakupanga mshahara wa 10,000. Na hiyo utoangi ile 1,000 yake ya tithes, unaijua? Sasa hawezi kukubariki 100. Maana anasema kama ananiibia 1,000, nikimpea 100 ataniibia 10,000. Sasa ataingia sana.
Sasa nasema hii 90,000 yenye ningemuongezea huyu, waje nikawie wengine 10,000. Niangalia kuna wawili kwa wao 10 hakutakosa mmoja kuleta. Lakini kipewa wewe mmoja hiyo milioni, nimepoteza 10,000 kila mwezi. Naona Maria hesabu ya Mungu. Najua Mungu ni support, maana wewe ndio unaibianga Mungu. Amen. Sasa wewe Bwana kubariki na 50,000 si shida. Ni vile naona kuna 5 utaingia nazo kwa manyasi. Na zitakuwa sumu. Na zikiwa sumu zinaleta madhara kwa kizazi. Unajua mtu mmoja analetaka madhara kwa watu wote. Unaona Jonah alipanda tu meli yako peke yake. Lakini zile mali zilipotea kwa ile meli. Hamtu hamwe. Unaanza mtu akiingia kwa preservation team, kama mko watu 20 mlikuwa sawa, mmoja huyu anaharibu kikundi yote. Msipokuwa makini. Yeah. Nakwambia kweli, hata church tu kama hii imejaa, mtu hamwe akiingia tu na msikoa waombezi msipote adui ameingia. Nini mtaishi? Wale watu wa meli kabla wasema hapana, tumekontroli mashua miaka mingi, lakini hii ya leo is a problem somewhere. Akasema watu wote wakuje. Na kila mtu aanze kuita Mungu wake. Kama watu waliingia hapa watu 70, mbona anaona watu 99? Wakasema tafuteni. Na wakapata kajamaa kako chini ya meli, kamekula vako. Kameleta shida alafu kakula vako huko chini. Bwana sasa. Wewe kuna mtu unakujenga hata kwa huduma, unaingiza shida alafu unaanza kula vako. Anakuwa tu pale, siku hizi mimi sitaki kwenda kuivaji pale. Mimi sitaki mambo mengi, ni wale si mimi. Hakutu kama kuna sumu kameshaweka tayari. Na tusifu. Na tena kwa Mungu. Wacha nisiende huko na mtu anaanza kuangalia kwa kikundi watu kusema anaweza kuwa ni huyu Oimondi huyo hapana zendo. Muombe na hampati. Maana mnaombanga vibaya. Nasikia ndugu. Hiyo simu yako